Ibrahim akamwambia mkewe, wakikuuliza mimi ni nani, waambie mimi ni kaka yako. Basi wakaja askari kumfuata Bi Sara, wakamuuliza huyu ni nani, naye kweli akawajibu huyu ni kaka yangu. Na wakamuuliza Ibrahim, huyu mwanamke ni nani yako? Naye akasema ni dada yangu. Askari wakamwambia, umeshapata shemeji. Basi wale askari wakamchukua mke wake na wakaondoka naye. Bi Sara alipofikishwa kwa yule mfalme alichanganyikiwa na akawaambia watu wote waondoke, watoke nje. Wakabaki wao wawili tu peke yao. Ibrahim mkewe alipochukuliwa, basi mkewe aliomba dua kwa Mwenyezi Mungu akasema, ewe Mungu, unajua nimemwamini mtume wako Ibrahim na nimehifadhi utupu wangu ila kwa ajili yake tu, kwa sababu yeye ni mume wangu, na kuomba usinisalitishe na kafiri huyu, usimpe mamlaka akafanya anavyotaka, na kuomba ya Rabbi nistiri. Basi yule mfalme alivyoinua mkono wake kutaka kumshika Bi Sara, pale pale kwa miujiza ya Mwenyezi Mungu mfalme akapooza. Bi Sara akamwomba dua tena Mwenyezi Mungu kwa kumwambia, ya Rabbi, wasije wakaniua hawa kwa kuniona mimi mchawi nimemdhuru mfalme wao, na kuomba mpe uzima huyu. Na kweli yule mfalme akarudi kuwa mzima. Lakini yule mfalme aliporudi kupona, wala hakuwa na mazingatio, badala yake akainua tena mkono kutaka kumshika Bi Sara, na Mungu akamlinda tena Sara. Yule mfalme akapooza tena. Sara akamwomba tena Mungu, na Mungu akamrudisha tena mfalme kuwa mzima. Basi mfalme alivyopona mara hii akawaita askari wake na kuambia, hebu niondosheeni huyu mliyeniletea, sijui mmeniletea jini gani huyu, kwanza mtu anakuwaje mzuri kiasi hiki? Mfalme akaambiwa, huyu si jini, ni mtu kweli, ila ni mcha Mungu. Basi mfalme akasema, la, kama ni hivyo muiteni tena. Na mfalme akampa Bi Sara zawadi, akampa dhahabu, asali, maziwa na vinginevyo, na kisha akampa na mtoto wa kike awe mtumishi wake. Sara alivyotoka pale akakutana na Nabii Ibrahim akiwa anafanya dua zake kumwomba Mwenyezi Mungu. Na Ibrahim akamwambia, haya, niambie nini kimetokea huko? Sara akamjibu, Mwenyezi Mungu amenihifadhi, amenilinda na yule mfalme mwovu, na mfalme yule akaniona ni mcha Mungu na akanipa zawadi ikiwemo huyu msaidizi. Baada ya hapo wakaamua waondoke. Nabii Ibrahim akaondoka na mkewe na kijakazi wao pamoja na mali zao kuelekea katika nchi ya Kanaan. Nchi ya Kanaan au Shamu ni eneo la Mashariki ya Kati, eneo la katikati ya dunia. Lakini Sara pamoja na urembo wote aliokuwa nao alikuwa ni mgumba, alikuwa hana uwezo wa kupata mtoto mpaka Nabii Ibrahim anafikisha umri wa miaka 86, alikuwa hajafanikiwa kupata mtoto bado. Basi Sara akamwambia Ibrahim kuwa na kuruhusu mtumie huyu mjakazi wetu, pengine Mungu atakujalia kupata mtoto. Na kweli ikawa hivyo. Ibrahim akawa amepata mke wa pili, huku Bi Sara akiwa ndiye shahidi wa ndoa yao. Yule mjakazi alikuwa akiitwa Hajra, na Ibrahim na Hajra walipokutana mara moja tu, Hajra akapata ujauzito na kisha wakapata mtoto. Mtoto huyo akaitwa Ismail. Basi baada ya kuzaliwa tu Ismail, Nabii Ibrahim akapewa amri na Mwenyezi Mungu amhamishe Bi Hajra na kumpeleka Maka. Kipindi hiko kule Maka ni nchi ya kifukara ambayo haina hata kiliwazo chochote. Na wakati huo yule Bi Hajra ndio amemzaa huyu mtoto Ismail.